Mwili hauna mwendelezo, mwili hauna umilele, mwili mwisho wake ni kaburini. Yaani nataka nikwambie, pamoja na vurugu zote utakazozifanya duniani zina kikomo, na kikomo chake ni kufukiwa. Haleluya! Yaani mwili utafurukuta miaka 10, utafurukuta miaka 20, utafurukuta miaka 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mwisho unapoyazingatia mambo yanayohusu mwili, kwa sababu siku zote mwili huvutia na mambo yake. Mwili unatamani. Yaani ni kama unaambiwa utafunga kesho, sasa leo unatandika ugali sawa sawa, ili kesho wakati watu wamelegea wewe huko hivi. Ndio mwili huo unajua kabisa mwisho wangu mimi ni kaburini, yaani miaka kadhaa. Kwa hiyo wacha nitandike haraka hapa maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo utakwambia bali ya Mungu, subiri kwanza. Bali ya Mungu ngoja kwanza nitafute pesa. Kwa bali ya Mungu ngoja kwanza magari sijamiliki. Wewe ngoja kwanza yaani utakwambia kwa sababu una haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Uko busy. Na ndio maana leo hii utaona wengine hawajaja kanisani. Kwa nini? Kwa sababu wanasumbuka na mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Kwamba mimi nakufa sijamiliki kitu fulani. Mimi nakufa sijanani. Wewe haiwezekani. Wacha hata nisiende kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu nia ya mwili ni kufa. Na inajua kwamba mimi nina muda mchache hapa duniani. Sasa ninaondokaje mimi sijamiliki vitu fulani? Na shetani alivyokuwa mwaminifu katika mambo yake, anakuambia achana nayo. Maisha yenyewe haya mafupi, kula raha. Lakini nia ya roho ni uzima wa milele na amani. Unataka kuwa na amani, lazima roho yako iwe hai. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima nafsi yako iwe hai. Na ili nafsi yako iwe hai inahitaji roho